Mtoto mdogo age ambayo nimezungumzia, ambao wanakuwa kwenye mahusiano ya kihisia, ukimuuliza kwa sababu gani ipo kwenye mahusiano, hataweza kuwa na jibu maalum la kukuambia kwa nini ipo kwenye mahusiano. Atakwambia tu kwa sababu tunapendana, hivyo, lakini hawatakuwa na sababu zile za malengo labda za kimaisha, labda kwa sababu 1 2 3, lakini watakwambia kwa sababu tu tumefanyaje, tumependana. Hii inakuwa ni tofauti kabisa na mtu mzima ambaye ipo kwenye mahusiano. Mtu mzima ukimuuliza kwa nini ipo kwenye mahusiano na mtu, atakupa sababu ya mtu kwa nini ipo katika hayo mahusiano. So tukirudi hapa kwenye mahusiano haya ya kihisia, sasa unakuta wale watu wazima ambao wapo katika utafutaji wa maisha, lakini wapo katika aina hii ya kimahusiano, ndio unakuta labda mtu yupo kwenye mahusiano, lakini mahusiano ambayo ni mahusiano ambayo yanamrudisha nyuma, au mahusiano ambayo yanafanyaje, yanamuimbisha. Unamfanya yale mahusiano asio na mwenendo mzuri wa kimaisha yake, labda watu wazima waliokuwepo katika aina hii ya mahusiano ya kihisia, ukichunguza vizuri utagundua kwamba hawana mwenendo mzuri juu ya maisha yao, labda kupiga hatua yoyote ile ya kimaisha, kimafanikio kimaisha, au kazi. Unakuta labda kazi hawi na utendaji mzuri wa kikazi, au unaweza ukakuta akaingia katika ulevi, au unaweza ukakuta akajihusisha na vitu ambavyo vinaweza kumtoa kwenye focus yake ya kimaisha. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu mtu aliyekuwa naye, aina ya mtu aliyokuwa naye katika mahusiano, sio aina ya mtu ambaye anaendana na mwenendo wake anaendana na mwenendo wake wa utafutaji wa kimaisha. Unakuta yeye maisha yake yanahitaji awe na mtu waishi katika formula aina fulani ya maisha, lakini sasa yule mwanamke au mwanaume unakuta haipo katika aina ile ya mwenendo mzuri wa maisha ambayo yeye anautaka kuweza kupiga hatua kwenye maisha yake. Umeona? Sasa unakuta hapa kunatengeneza migogoro. Unaweza kukuta watu wawili mnaishi nyumba moja, au mnakuwa na mahusiano, lakini hamna fikra moja, hamna mtazamo mmoja. Umeona? Kwa sababu mpo watu wawili, mpo kwenye kitu kimoja, lakini ni mawazo mawili tofauti. Lakini sasa kilichowaunganisha nyinyi watu wawili ni hisia tu za kimapenzi, hisia jinsi mtu mwenzako jinsi alivyo, lakini sio kwa sababu maalumu ya mwenendo wa maisha, ni formula ya maisha, jinsi maisha yako unavyotaka yaweze kuwa. Maybe kama mtu ambaye mwenye kusudio juu ya maisha yako, labda mtu mwenye malengo makubwa kwenye maisha yako, labda mtu mwenye mtazamo wote juu ya maisha yako. Sasa mtu mwenye malengo, mwenye kusudio, mwenye mtazamo mkubwa kwenye maisha yako, utajitengenezea formula ya kuweza kufika kwenye malengo yako, kwenye makusudio yako ya kimaisha, kwenye yani kifupi hivyo, utakuwa na taratibu zako. Sasa ili kuwa na taratibu zako ni ngumu. Mwenyezi Mungu atuumba watu wawili. Ni ngumu mtoto wa kiume kuishi bila mwanamke, na ni ngumu mwanamke kuishi bila mtoto wa kiume. Umeelewa? Sasa lazima utamtaka mwenza. Sasa mwenza ukimpata, ukiingia naye kwa sababu tu za kihisia, unakuta yale malengo yanakotofauti, haendana yule mwenzako jinsi yule mwenzako ambaye ufanyaje uliokuwa naye. Umeona? Sasa unakuta hapo inakuwa changamoto, mnakuwa yani kifupi kwa sasa mtapishana, kwa sababu hisia siku zote huwa ni kitu ambacho chenye nguvu. Kwa hiyo unakuta hakuna sehemu ambao yani hayo mahusiano hataleta matokeo mazuri juu ya maisha yenu, lakini kila siku itakuwa ni migogoro tu ya kimaisha, kwa sababu yani ana matokeo mazuri kifupi ya kimaisha. Umeelewa? Kwa sababu kilichowasukuma nyinyi ni mmoja kumpenda mwenzake hisia, labda kwa muonekano, kama nilivyoweza kufanyaje kuzungumza. Ndio hapa pia unaweza kuna swali, labda kuna sometimes kuna vijana au kike au kiume wanajiuliza maswali, nimeishi na mtu karibia miaka 5, nimeishi na mtu karibia miaka 7, tupo kwenye mahusiano, lakini alipokuja kuoa akaja kuoa
mtu mwingine tofauti na mimi? Yes, jibu ni hili. Mlikuwepo nyinyi kwenye hayo mahusiano ni kihisia, lakini sio kwa sababu maalum za kimaisha. Sasa mmoja wapo anapokuja kujigundua kwamba mimi maisha yangu yanataka hivi na hivi, maisha yangu nataka niendesha hivi na hivi, akikutazama wewe hakuoni unaendana na ile mifumo ya maisha yake ambayo yeye ni ile mifumo ambayo ya maisha yake ambayo anaitaka, anaona kwamba wewe hamtaweza kufika kule anapopataka kwa sababu jinsi wewe ulivyo. Ashakuchunguza, ashakuona huyu siwezi nikafika naye sehemu yoyote ya kimaisha. Kwa unakuta mtu mwenye kujitambua anaona tu malengo yake ya kimaisha ni mazuri zaidi kuliko mahusiano. Kwa anaamua kuachana na wewe, kumtafuta mtu ambaye ataendana na nini? Ataendana na yale malengo yake aliyokuwa nayo ya nini? Ya kimaisha, kuweza kufika sehemu fulani. Sasa wewe ambaye umeishi naye muda wote unakuta unaachwa. Sasa ishi sio kwamba kakuacha kwa sababu hajakupenda. Mlikuwa mnapendana, ni kihisia, yani hisia ndio upendo, yani hisia ndio zilileta mapenzi yenu ikiwa upendo, lakini sio sababu. Kwa kitu kilichokufanya haya mahusiano kuvunjika au kunini kuvunjika, kuachana kwenu ni sababu za kimaisha, sababu za kuenda mmoja hapo kuangalia wapi nitafika, maisha yangu nataka iende wapi. Kitu kimoja kwenye maisha ni mada ambayo sitaki kuingia, lakini kwenye maisha ukishajitambua unataka nini, umeshamaliza. Yaani maisha yako jitafute, jiulize unataka nini. Ukishajua kwenye maisha yako unataka nini, kila kitu umeshamaliza, kwa sababu utaishi katika ile mifumo yako ya kimaisha unayotaka kufika kule, jinsi vile unavyojiona wewe unavyotaka, jinsi unavyojitaka wewe uwe. Umeona? Hiyo sio mada ambayo nataka kuingia. Sasa hiyo ndio sababu inafanya mahusiano kufanyaje? Hayo mahusiano kuvunjika. Sasa mahusiano yasiyokuwa na maendeleo, issue ni hisia. Na hapa pia nataka nigusie kitu ambacho unaweza nitakuja kuhusia hii issue, nitakuja kuhusia kwa watu wako kwenye mahusiano ya sababu maalum. So kiufupi haya ndio mahusiano ya kihisia. So kama wewe kijana mwenzangu una vision, una ndoto kubwa kwenye maisha yako, una malengo kubwa kwenye maisha yako, na makusudio kwenye maisha yako, unapojaribu kumtafuta mwenzako, uwe wa kike au uwe wa kiume, mtafute mwenzako kwa sababu maalum. Usimtafute mwenzako kwa hisia. Yaani sababu za kihisia ndio zikupeleke kuwa kwenye mahusiano. Na angalia, je, huyu anaendana na mimi, namna maisha yangu ninavyotaka yaweze kuwa, ndio uweze kuwa naye. Lakini useme uwe naye tu kwa sababu za kihisia tu, hauwezi ukafika sehemu yoyote. Na sana utakuwa unafanya hivi sababu mtakuwa mnaishi sehemu moja, lakini watu ambao wenye mawazo mawili nini tofauti. Kuna mengi hapa ya kuzungumza, lakini sawa, tuachane na hiyo. Turudi katika sasa wale ambao wanaoingia kwenye mahusiano tu ya kawaida pasipo na ndoa, au wengine wanaingia katika ndoa kabisa. Umeona? Mara nyingi wanaooa hapa nataka kuzungumzia watu wazima wenye kujitambua, huwa wanaoa kwa sababu maalum. Hawaoi kwa hisia tu za mtu kufanyaje, mtu uzuri wake jinsi alivyo. Ndio maana ukichunguza matajiri wengi au wa mtu ukiona mwenye kujitambua, mwenye kujielewa, unaweza kuona jinsi hadhi yake jinsi ilivyo na mtu aliyokupo naye ni vitu vili tofauti. Mtu unaweza kusema mbona ana hela au ana cheo, lakini demu wake mbaya. Sio mbaya, umeona? Yaani sio mbaya. Yeye alimua yule kwa sababu maalum. Hakuangalia mtazamo, hakuangalia uzuri wake, hakuangalia shepu yake, hakuangalia chochote kile ambacho unachokitazama. Yeye aliangalia mtu ambaye ataendana na yeye kwenye nini, kwenye maisha yake, ataendana. Kuna sababu zilizomfanya amchukue yule. Umeona? Sasa na mara nyingi hawa wazuri aidha mwanaume sema handsome sijui na mwanamke mzuri, huaga uzuri wao unawapelekesha. Uzuri wao unafanyaje? Unawapelekesha. Kuna kweli waga nazungumzaga mwenyewe, najiambiaga mwenyewe kwa asilimia kubwa, ila mtanielewa.
asilimia kubwa wasichana wenye makalio, nasemaga akili zao zipo kwenye makalio. Yaani wanaamini wao wakiwa na makalio basi ndio kila kitu wamemaliza. Unakuta wanajiona wanalinga kwa sababu tu yale makalio yao, lakini kichwani hawana kitu. Huo unakuta wasichana wengi wenye shepu wanaishiwa kuchezewa. Yaani wanafanya ni chombo cha starehe, huwa kinafanya ni chombo cha starehe. Ni kwa sababu kichwani hakuna kitu. Ni wachache wenye jaliwa wenye shepu, lakini wenye kujielewa. Umeelewa? Sasa na sasa huyu mwenye kujitambua hawezi kuwa na mtu kwa sababu ya shepu yake, kwa sababu ya uzuri wake wa sura. Atakuepo naye kwa sababu ya nini? Ataangalia anaendana na mimi, maisha yangu jinsi ninavyotaka yawe, maisha yangu jinsi ninavyotaka kuwa. Kwa hiyo anaoa kwa sababu maalum, sio kwa ajili ya kihisia, sio kwa sababu ya nini. Kwa hiyo ndo mara nyingi unakuta watu wenye mafanikio makubwa, wanaojielewa, wanajitambua, wanawake wao waga ni wa kawaida. Sasa hapa pia kuna kitu ambacho pia bidi ukielewe. Mwanaume ambaye kaoa ndani ya ndoa anaweza akachepuka akaenda kuchiti kwa mwanamke mwingine, lakini akarudi ndani kwake. Kitu kinachomfanya mwanamume achepuke sababu moja, kuna sababu nyingi, lakini sababu moja wapo, umeona, mwanamume anaweza akachiti kwa ajili ya hisia, lakini sio kwa sababu mkewe hampendi. Umeelewa? Mwanamume anaweza akaenda kuchiti huko nje, akapita. Jua wanaume ni watu wa matamanio, hisia. Kuna yale matamanio. Mpita mdada akapita hapa na shepu nzuri, nzuri hivyo, ukaingiwa na hisia za kumtamani, umeona? Lakini ukaenda kumfuata, ukaenda kufanya naye tendo la ndoa, lakini una mke, lakini ni kwenda kufanya lile, kwenda kuchitinana na yule mwanamke, sio kwamba mkewe haumpendi, hapana. Ila kilichokusukuma kwenda kufanya kule ni nini? Ni hisia tu. Lakini baada ya pale ushamaliza hisia zako, utarudi kwa mkeo ambaye mwenye upendo, ambaye kitu ambacho ulichomfanya uwe naye kwa sababu maalum. Umeona? Sasa wengi wanaojitambua, wanaojielewa huwa wanaoa kwa sababu maalumu za maisha, mifumo yao kimaisha. Pia kuna sababu za kidini, zile maelekezo ya kidini, wewe mwanamke wa aina gani dini inataka. Pia kuna vitu pia kama hivyo. So hivyo kwa kijana mwenzangu, ushauri wangu ni kwamba ambaye wewe kijana mwenzangu ambaye unajielewa, unajitambua, ambaye unapambania maisha yako, unapambania ndoto zako, unapotaka kumtafuta mwenzako, mtafute mwenzako ambaye unaona ataendana na wewe katika kile unachokitaka. Usiingie kwenye mahusiano au usiingie kwenye ndoa kwa jambo la hisia tu. Uzuri wa mtu, maumbile yake unaweza yakakuimbisha mahusiano, yakakufanya usifike kule unapopataka uweze kufanya uweze kufika.